Wokovu unawarudishia watu sura Salvation restored to men iliyoharibiwa na dhambi. that were destroyed by sin. Aliyekuwa kahaba Who was a prostitute anafanana na Mungu is now tena. resembling God once again. Aliyekuwa jambazi Who was an armed robber anafanana na Mungu he tena. resembles God again. Alikuwa kituko, It was a laughing stock. sasa sio kituko tena. It's no longer a Ndio laughing maana stock. kuna saa tunashangaa Sometimes you're surprised kama utasema if you umeokoka say you're born again alafu ile sura na mfano wa and Mungu that image haionekani of ndani God yako. is not seen inside of you. Njia ya pili ya haraka anayotumia Mungu The second means quickly that ni God uses kupitia Roho Mtakatifu. is through Holy Spirit. Wapendwa, Brethren, kama hauna Roho Mtakatifu if you don't have Holy Spirit, hauwezi kuwa na sura na mfano wa Mungu. you cannot have the image and likeness of God. Kanisa la kwanza The early church lilipewa maelekezo was given instructions ya kwamba mtakapowahubiria watu that when you preach to people, muhakikishe mmewabatiza, make sure you baptize them, lakini pia muwajaze Roho Mtakatifu. fill them with Holy Spirit. Huwezi kuwa na You sura cannot have the image na mfano wa and Mungu the likeness of God nje ya Roho Mtakatifu. outside the Holy Spirit. Sasa unakumbuka tuna viwango vinne vya Roho Mtakatifu. So You unakumbuka remember we have 4 dimensions of Holy kiwango Spirit. cha kwanza ni kumpokea Roho The first Mtakatifu. dimension to receive Holy Spirit, Kwa tafsiri ipi? meaning that Ndio tunakuwekea we mikono, lay hands upon him. tunasema Baba, We say, Daddy, umjaze na Roho wako, fill him with your Spirit. apokee Roho He needs to Mtakatifu. receive Holy Spirit. Anapokea Roho He receives Mtakatifu. Holy Spirit. That's the first level. Hiyo ni kiwango cha kwanza. Usiishie hapo. Don't end there. Unaweza ukawa na Roho You Mtakatifu can have Holy Spirit, lakini aliyezimwa. but who is down? Kiwango cha pili The second means ni kiwango si tu cha kupokea Roho Not only Mtakatifu, receiving Holy Spirit, kiwango cha kujazwa Roho Mtakatifu. by the level of being filled with the Holy Spirit. Tunapokea Roho Mtakatifu mara We moja, receive Holy Spirit once, lakini tunajaa Roho Mtakatifu na kulewa Roho Mtakatifu kila siku. but we are filled with Holy Spirit and get drunk in Holy Spirit. Kwa hiyo kiwango cha pili kinakuja ni kipi? The second level is Kiwango cha kujaa Roho to be, Mtakatifu. to be filled with the Holy Spirit. Ndio namsikia Paulo anasema Apostle Paul is saying, mlewe be drunk kwa Roho. with the Holy Spirit. Maana yake ni nini? What does it mean? Huyu mtu amempokea Roho, This man has received the Spirit. asiishie hapo, Do not end there. anatakiwa ahakikishe amejazwa kila wakati. He's supposed to make sure that he's filled all the time. Roho Mtakatifu ana kanisani peke yake, Not only in church or spirit. anaweza kwenda na wewe kwenye You biashara. can go through your business. Roho Mtakatifu sio wa ofisini peke yake, It's not only for the office. anatoka na wewe, anaenda na wewe mpaka nyumbani. He goes with you back Laiti home. mngejua If only you know, mtu mwenye Roho a Mtakatifu person with Holy Spirit, na aliyejaa Roho Mtakatifu full of Holy Spirit, akitembea ni kama ana moto juu yake unaotembea na yeye. when they walk like they're fire walking with them. Sema amina katika jina la Yesu aliye. Amen. Mapepo yakimwona When the demons see this, yanaogopa. they are afraid. Hayaogopi watu waliomkiri Yesu They don't afraid people who peke are yake, Jesus alone. yanaogopa watu wanaotembea na moto wa Roho They are Mtakatifu. afraid of people who walk with the fire of Na ndio Holy Spirit. maana siku walipompokea Roho And just Mtakatifu, the day they see the Spirit, kilichofuata ndimi za moto zilishuka juu ya vichwa vyao, tongues of fire came upon their heads. wakaona moto juu ya So vichwa vyao. tongues of fire. Alebo shakarabata. May the Lord restore your fire in the name of Jesus. May the Lord restore your fire. Hey! Hey! Malebo sakatarabahatas. There is a fire Kuna moto, that is burning kuna moto unawaka juu ya kichwa chako. upon your head. As you move, Unapotembea, you move like a giant. tembea kama mtu. As you go on, Unapokwenda you mbele, go like a giant. unakwenda kama jitu. You are not an ordinary man. Wewe sio mtu wa kawaida. Hakuna mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu aliye wa kawaida. No one wants Kai! the Spirit. Ulisikia ule kijana mchawi anasema aliponiangalia akawa nasikia light inampiga. That young man said, What does it mean? The power of the Holy Spirit. Ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Ai! Usiishie tu pia kujaa. Don't end just being filled. Kila saa with- mdomo wako Every time your mouth is ukasikia moving. bado. That's not Kuna it. kiwango cha tatu cha Roho The Mtakatifu. third level of Holy Spirit. Kiwango cha kupakwa The third mafuta of being anointed with Holy na Spirit. Roho Mtakatifu. Being anointed with Holy Hapa ndo tunatengewa majitu ya imani. That's why people of faith are set aside. Hapa ndo tunaanza kuona vipawa na We karama. begin to see talents and gifts. Tunaanza kuona watu wenye kutenda matendo ya See miujiza. people who are doing works of miracles. Hapa ndo tunaanza kuona manabii. We see prophets. Hapa ndo tunaanza kuona watu ambao wamepakwa mafuta na Roho We see people Mtakatifu, anointed by Holy Spirit. wakiongea neno sio la When kwao, they speak a word, that ni word neno la Roho is the Mtakatifu. word of Holy Spirit. Wakisema kitu sio
cha kwao, pick something not ni for their kitu own. cha Roho Mtakatifu. It's not for Holy Spirit. Huwezi kubishana naye, maana ubishani na mtu, unabishana na Roho aliye ndani yake. You can't argue with them. Ai, Don't argue with them. baada ya ibada hii utaondoka na moto wa Roho Mtakatifu. Mashanda rabakori ya manakaso. Kwa hiyo mtu huyu anafuata, anaanza kupakwa mafuta. Ndio unasikia Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta. Mafuta haya sijapakwa na mchungaji, nimepakwa na Roho Mtakatifu. Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Roho huyo amenipaka mafuta. Alafu anayosema kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, kuwatangazia mateka uhuru wao. Mafuta. Ukifika level hii ya 3, bado hujamaliza. Unajaribu kuja. Level ya mwisho ni level ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hapa ndio wengi wamefeli. You know, you can be filled, you can receive Holy Spirit. You can be filled with the Holy Spirit. You can be anointed and you can fail to obey Him. That's a disaster. We have men who are full of the Spirit. Wewe ushangai, unaweza ukaja hapo ukanena akaba ukasikia na uwepo wa Mungu, ukitoka hapo nje unaenda kufanya zina. How come? Is God a liar? No. You have failed to shift to the dimension of being led by the Holy Spirit. Okay. Najua hutaki kukubali, maana umefundishwa mambo ya dini. Petro alikuwa mwaminifu sana kwa Mungu, lakini unagundua Paulo alimwambia Petro, wewe ni mnafiki. Though Peter was anointed. Paul told Peter that you are a hypocrite. Na ndio maana saa zingine usije kafikiri kwamba bado hujakutana na Mungu. Kuna vitu hujavielewa. Na ngoja nikwambie jambo gumu leo. There are things we are missing. Let me tell you something. Kwa nini hatuoni matokeo? Why don't we see the results? Wapendwa wengi, many brethren, tunafanya vitu, we are doing things tusivyo na maarifa navyo. Of which you lack knowledge. Kwenye ulimwengu wa roho, in the spiritual realm, chochote unachokifanya, whatever you do, ukiwa hujui unachokifanya ni sawa na kutokufanya. If you don't know what you are doing, it's equal to not doing it. You are practicing prayer ignorantly. Mwaomba wala mjibii kwa kuwa mwaomba vibaya. So kwamba muomba. You ask, as long what you are doing is you are doing in your ignorance. Kwa vile unafanya katika kutokufahamu kwako. There is a limitation of answers. Majibu hapo hayawezi kupatikana, kuna kizuizi. Ndio maana unaweza kashangaa unakuja kanisani kila siku huoni matokeo. You can be surprised. You come church every day. You are coming to church ignorantly. Kwa sababu unakuja kanisani bila kuwa na maarifa. Unafunga kweli maombi mengi, hauna matokeo. The issue is not about fasting. Can I shock you more? Jambo sio tu kufunga. Huwezi kumkuta mchawi yoyote anayefanya kitu asiyojua. You can't find a witch. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, knowledge. Kwanza lazima ujue kwamba kutokujua ni dhambi. In the spiritual realm, not knowing, you must know it's a sin. Utasemaje hujui wakati una Roho Mtakatifu? How do you say you don't know when you have Holy Spirit? Anything you do in this kingdom ignorantly, don't expect anything. Ndio maana umepambana miaka 20 kwenye wokovu una matokeo. That's why we struggled in salvation 20 years. There's nothing. Mungu hatakuja kukujibu kwa sababu umefanya. God won't come to answer because of that. Mungu atakuja kukujibu kulingana na maarifa ya ulichofanya. Do you know what you are doing? God will respond to you depending on the knowledge of what you are doing. That's why the greatest ministry concerning priesthood, they must be knowledgeable enough about their God. Utume mkuu kwa habari ya ukuhani lazima uwe na maarifa ya kutosha. Narudia kusema hivi, nisikilize kijana. Listen. Anything you are doing, chochote unachokifanya, plus ignorance about what you are doing, ukijumlisha na kutokujua kwa kile ambacho unakifanya, I'm telling you, ninakwambia, don't expect hakika the answers. Usitegemee majibu. If you see God answer you, ukimwona Mungu amekujibu, is what we call mercy. Ndio ambao tunaita rehema. What we call mercy? Rehema. Mercy is God violation of his own principle. Ni rehema ni pale ambapo Mungu anapinga, he violate his principles. Anakiuka kanuni zake. Umenisikia? He violate principles. You don't deserve to be answered, but because of his mercy. Huna sifa za kujibiwa, lakini kwa sababu ya rehema zake tu.
Lakini kumbuka kuna wengine walikufa na rehema zilikuwa. Some died although mercy was there. I know a pastor who died. Namjua mchungaji ambaye alikufa. He was preaching like me like this. Alikuwa anahubiri kama mimi. Akaenda ofisini kwake. Ile amekaa kwenye kiti namna hii. Akasikia anapooza. Tena sio mbali hapa Tanzania. Kuanzia kichwani mpaka miguu. He paralyzed all the way down. That's how a man died. Na ndio namna hiyo alikufa. After a few weeks. Baada ya wiki chache. They were closing the office. Walikuwa wanafunga ofisi yake. They come to open and clean the office. Wakafungua kusafisha ofisi. Wakakuta uchawi unaopumua, hirizi zinafanya pum. They found some charms, breathing charms in the office. They are breathing. Was God a liar? Je, Mungu alikuwa mwongo? Hapana. Anything you do chochote unachokifanya in this kingdom ignorantly, kwa kutokujua, you don't have reward about it. Hauna thawabu kutokana na hicho. Ndio maana una vitu vingi umevifanya, a lot of practice with zero results. Ndio maana umefanya vitu vingi sana ukiwa na matokeo sifuri. These are very powerful things I need to remember in your life, complete in your life. Do what you know. Make sure you ask Holy Spirit, teach me how to pray. So you pray while you are knowing. Muulize Roho Mtakatifu kwa kile ambacho unakwenda ukiomba. Kuna wakati mimi nanena kwa lugha, Roho Mtakatifu ananiambia ninachonena ni nini. Sometimes I speak in tongues. Naelewa ninachosema ni nini. What I'm saying. Kuna wakati unanisikia na hubiri hapa alafu ghafla nasikia na chele kunena kwa lugha, maana yake I am pushing those words I was speaking to become reality in the spirit. There are times when I preach you find me connected with the tongues. Ndio kwamba ninasukuma mahubiri yangu. Anything you are doing ignorantly, don't expect reward. Chochote unachokifanya bila kuwa na maarifa usitegemee. Prayer ignorantly, no reward. Kuomba bila maarifa kuna thawabu. Giving ignorantly, no reward. Kutoa bila maarifa kuna thawabu. Preaching ignorantly, no reward. Kuhubiri bila maarifa kuna thawabu. Kwa hiyo utakuwa na, in fact, if you are doing like that, that means you are religious now. Ukweli ni kwamba ukifanya namna hiyo unakuwa mtu wa dini. Because the religious people know everything concerning God, but they don't know the reality of it. Kwa sababu watu wa dini wanajua vitu vingi kuhusu Mungu, lakini hawajui uhalisia wa Mungu. They don't know the reality of God. Hawajui uhalisia wa Mungu. Ukijua namna hiyo utakuwa unamwambia Roho Mtakatifu kila siku. Ndio maana nataka nikufundishe kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio kazi kubwa hiyo sasa. Watu wao wanafanya wanachojua. Na ndio maana ni ngumu sana kumpoteza mtu mwenye Roho Mtakatifu. It's very hard to lose a person. Na ndio maana hata huduma za uongo na makanisa ya kishetani hayawajazi watu Roho Mtakatifu kwa sababu they are disaster. And that's why false preaching and the ministry of Satan do not fill people with the Holy Spirit.